Huwezi ukafanikiwa kuweka akiba na kuanza kuwekeza kama unategemea chanzo kimoja cha mapato. Moja ya kanuni muhimu sana ya fedha inasema kamwe usitegemee chanzo kimoja cha mapato. Huwezi ukafanikiwa kuanza kuweka akiba au kuanza kuwekeza ikiwa una vyanzo 20-30 vya matumizi kila mwezi, na wakati wewe unategemea chanzo kimoja tu cha mapato, labda ni kwenye ajira yako au ni kwenye biashara yako. Moja ya siri itakayokusaidia kufanikiwa kifedha kwa haraka zaidi ni wewe kujenga vyanzo tofauti tofauti vya kipato. Sasa katika siku ya leo bwana, katika YouTube channel yangu ninaenda kukufundisha aina 8 ya vyanzo vya vipato ambavyo unaweza ukaanza navyo hata ukiwa na mtaji wa 200,000, 500,000 mpaka milioni 1, na ukatengeneza faida ya kuanzia 100,000, milioni 1 mpaka milioni 2-5 kila mwezi, kutegemeana na mtaji ambao unaanza nao. Nitaenda kukufundisha kutoka katika mifano halisi kabisa. Hii imenisaidia mimi na imewasaidia watu wengi. Kama imewezekana kwangu, hata na kwako pia inawezekana kujenga chanzo zaidi ya kimoja cha mapato. Karibu sana bwana katika YouTube channel yangu. Mimi ninaitwa Victor Mwambene, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara niliyeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania, na nimeandika vitabu 4 ikiwemo Akili ya Fedha, Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara, Kanuni 20 za Fedha. Na kama ndo kwa mara kwanza upo katika YouTube channel yangu, tafadhali usiache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa tunapokuwekea somo jipya. Karibu sana bwana. Aina ya kwanza ya kipato ambacho nataka tujifunze katika siku ya leo ni salary income, kipato kutokana na ajira. Hapa unauza muda wako na ujuzi wako kwa mwajiri ili kupata pesa. Changamoto ya aina hii ya kipato ni kwamba ukiacha kufanya kazi na pesa inaacha kuingia. Kwa kama na wewe umeajiriwa kama mhasibu, kama daktari, mwanasheria au kama afisa masoko, make sure hautegemei chanzo hiki tu cha mapato. Make sure unajenga vyanzo vingine vya mapato ambavyo nitakwenda kukuambia hapa. Kwa sababu kama nilivyokuambia, ukiacha kufanya kazi kwenye aina hii ya kipato na pesa inaacha kuingia. Na Warren Buffett, moja ya watu 10 matajiri zaidi duniani, alisema kama hautajifunza kutengeneza pesa hata ukiwa umelala, basi itakubidi ufanye kazi mpaka unakufa, mpaka unazeeka. Kwa hiyo kama na wewe umeajiriwa, ajira ni nzuri kama tu utaitumia kama njia ya kukusanya mtaji na kujenga vyanzo zaidi ya kimoja cha mapato. Sisi tunaelewana mpaka hapo eh? Na kwenye ajira bwana, huwezi ukawa tajiri kwa kutegemea ajira. Unaweza kuwa tajiri kupitia ajira kama utaitumia ile ajira yako kujenga biashara, kuanza kuwekeza katika aina mbalimbali za uwekezaji. Kwa hiyo huwezi ukawa tajiri ndugu yangu kupitia ajira peke yake. Lakini pia ajira inaweza kukusaidia kufikia uhuru wa kifedha kwa haraka kama tu ulichoajiriwa nacho au taaluma yako sio ile taaluma ambayo inapatikana kirahisi katika jamii. Yaani kama uko kwenye zile taaluma ambazo zina watu wachache, ndio una nafasi nzuri ya kutengeneza pesa. Taaluma kama madaktari, taaluma kama mainjinia, marubani, hizo ndio taaluma ambazo zina hela. Lakini ukiwa uko kwenye taaluma ambayo watu wengi wapo kwenye jamii, nafasi ya kutengeneza pesa inakuwa ndogo. Kanuni mojawapo ya maisha inaitwa The Law of Uncommon Path. Nilifundisha katika YouTube channel yangu katika siku za nyuma. Kanuni inasema kwamba unapofanya mambo magumu, maisha yako yanakuwa rahisi, na unapofanya mambo rahisi, maisha yako yanakuwa magumu. Ni kwa namna gani ni ngumu kukuta watu wapo katika taaluma uliopo ndio itaamua utapata pesa au la? Ni kwa namna gani ni ngumu kukuta watu wanafanya unachokifanya ndio itaamua utapata pesa nyingi kiasi gani? Kwa kadri unavyofanya kitu ambacho watu wengi wanaweza wakafanya, nafasi ya kutengeneza pesa inakuwa ndogo sana. So, aina ya kwanza kipato ni salary income, ni pale ambapo unauza muda wako na ujuzi wako kutengeneza pesa. Kitu ambacho haiwezi kukufanya kuwa tajiri. Twende kwenye aina ya pili ya chanzo cha kipato, tunakiita profit income, kipato kutokana na biashara. Hapa ni pale ambapo unauza bidhaa au unauza huduma ili kupata pesa. Kwa hiyo ukishauza bidhaa au huduma, unaondoa gharama za uendeshaji za biashara, zile expenses, ndipo unapopata faida, profit income. Changamoto ya aina hii ya kipato ni kwamba inahitaji nidhamu sana ili kuweza kufanikiwa kifedha. Kwa sababu unapokuwa unafanya biashara ya kwako mwenyewe, unauza chakula, unauza labda nguo, unauza simu, usipokuwa na nidhamu ya fedha ya kujilipa mshahara, unaweza ukajiona una pesa nyingi na ukajikuta unakula mtaji wa biashara, unakula pesa ya biashara kwa matumizi yako binafsi. Yaani watu wengi wanaferi katika hii profit income kwa sababu wanashindwa kujua ipi ni pesa yangu na ipi ni pesa ya biashara. Unataka kufanikiwa kifedha katika profit income, make sure unaitenga biashara yako na wewe kifedha. Uwe na akaunti ya benki ambayo ni tofauti na akaunti yako ya binafsi. Yaani akaunti ya biashara iwe ni tofauti na akaunti yako binafsi, na uwe na utaratibu wa kujilipa mshahara ili uone
pesa katika profit income. Kwa hiyo kwenye profit income ni kwamba unatengeneza pesa kwa kuuza bidhaa au huduma fulani baada ya kuondoa gharama za uzalishaji na uendeshaji wa biashara yako. Kanuni ni ile ile. Ikiwa unachokiuza wewe, wapo watu wengi wanauza kwenye jamii, nafasi ya kutengeneza pesa inakuwa ndogo. Na kwenye profit income, ili utengeneze pesa nyingi kupitia kipato kutokana na biashara, lazima utengeneze kitu tunakiita competitive advantage. Lazima ufanye competitive analysis. Kabla hujaingia sokoni, lazima uamue wewe utatofautiana vipi na wafanyabiashara walioko sokoni, ndio itaamua utapata pesa au hautapata pesa. Unataka kufungua biashara ya mgahawa, unataka kufungua duka la nguo, unataka kufungua duka la simu. Kwa nini sisi tuje tununue kwako na sio sehemu tulikozoea? Hiyo itaamua utapata pesa au hautapata pesa. Hiyo ni aina ya pili ya chanzo cha kipato, kinaitwa profit income, kipato kutokana na biashara au faida. Aina ya tatu ya chanzo cha kipato ambacho ndo kinatengeneza matajiri wengi na mabilionea wengi duniani ni kipato kutokana na kupanda kwa bei ya hisa, au tunaita capital gain au capital appreciation. Hiki ni kipato ambacho unakipata kutokana na kumiliki hisa za kampuni fulani iliyoorodheshwa katika soko la hisa la Dar es Salaam. Unanunua hisa ikiwa 100, inapanda inakuwa 200. Kwa kama uliwekeza milioni 1 una milioni 2, uliwekeza milioni 100 una milioni 200. Hii ndio inaitwa capital gain au capital appreciation. Sasa labda nikupe mifano halisi kabisa ni kwa namna gani watu wanatengeneza utajiri kupitia soko la hisa au kupitia capital gain au capital appreciation. Hisa moja ya CRDB mwaka 2020 ilikuwa ni shilingi 145. Na sasa hivi ninavyoongea na wewe, hisa moja ya CRDB imepanda mpaka kufikia 2940 kwa siku ya leo. Yaani hisa imetoka 145 mwaka 2020 imefika 2940 siku ya leo. Yaani ndani ya miaka mitano hisa imepanda kwa asilimia 1927. Twende tuangalie aliweka milioni 1 CRDB 2020 leo ana shilingi ngapi? Aliweka milioni 10 ana shilingi ngapi? Mtu ambaye amewekeza milioni 1 katika CRDB kwa kununua hisa za CRDB mwaka 2020 leo hii ana milioni 20. Ndani ya miaka mitano ametengeneza faida ya milioni 19. Mtu aliyewekeza milioni 5 kwa kununua hisa za CRDB mwaka 2020 leo ana milioni 101. Aliyewekeza milioni 10 leo ana milioni 202. Aliyewekeza milioni 100 leo ana bilioni 2. Hivyo ndivyo watu wanatengeneza utajiri mkubwa sana kwenye soko la hisa kupitia capital gain au capital appreciation. Unanunua hisa ikiwa bei ndogo, inapanda pale unapouza ndo unapata faida yako. Sisi tunaelewana. Huo ni mfano wa kwanza. Twende kwenye mfano wa pili wa unaweza kusema Victor, miaka mitano mingi. Miaka mitano mingi, hela inatoka milioni 1 mpaka milioni 19 ndani ya miaka mitano. Kuna watu milioni 1 mwaka 2020 mlikuwa nayo, lakini mlifanyeje? Mlinunua simu za gharama, mlinunua nguo za gharama. Kuna watu wengine mliweka kwenye biashara ikuwalipa, wengine hamna hata cha maana ambacho mnakumbuka mlifanya na hiyo milioni 1. Milioni 1 ya CRDB 2020 leo hii ni milioni 19. Nikupe mfano mwingine wa karibu. Unaweza kusema Victor, miaka mitano bwana ni mingi, kwenye biashara ningekuwa nimetengeneza faida zaidi ya hiyo. Haya, mfano wa pili ni NMB. NMB mwaka jana mwezi Februari ilikuwa na hisa shilingi 5700 na leo hii ninavyoongea na wewe hisa ya NMB ni shilingi 14200. Ndani ya mwaka mmoja hisa NMB imekuwa kwa asilimia hisa NMB imekuwa kwa asilimia ngapi hapa? 149 ndani ya mwaka mmoja. Hii ina maana gani? Aliyewekeza milioni 1 NMB mwaka jana mwezi wa pili leo ana milioni 2.4. Aliyewekeza milioni 5 leo ana milioni 12. Aliyewekeza milioni 10 NMB mwaka jana leo hii ninavyoongea na wewe wa milioni 10 ana milioni 24. Aliyewekeza milioni 100 ana milioni 249. Hivyo ndivyo watu wanatengeneza utajiri kupitia capital gain kwenye soko la hisa. Katika video zilizopita hapa kuna video nimeeleza jinsi ya kuanza kuwekeza katika hisa kwa wewe mwekezaji mdogo. Na uzuri wa hisa ni kwamba unaweza ukaanza kuwekeza hata ukiwa na 100,000. Hisa za NMB kwa sasa hivi ninavyoongea na wewe, hisa NMB ni 14,200. Utaratibu wa soko la hisa la Dar es Salaam unahitaji hisa 10 tu. Kwa unachukua 14,200 unazidisha mara 10. Unahitaji 142,000 kuanza kuwekeza kwenye kampuni kubwa ya NMB. Kubwa, NMB ndio kampuni ambayo inaongoza kwa kupata faida. Na kitu kingine ni kwamba unahitaji shilingi ngapi tuone ili uwekeze kwenye CRDB? 2940. 2940 mara 10. Unahitaji 29,400 tu kuanza kuwekeza
katika benki ya CRDB, benki yenye mtaji mkubwa zaidi katika soko la hisa Dar es Salaam. So aina nyingine ya kipato ni hii ambayo nazungumzia siku ya leo, inaitwa capital gain, kupanda kwa bei ya hisa au kwa thamani ya hisa. Kwa hiyo na wewe unawekeza katika mshahara wako ule, sehemu ya mshahara wako ya akiba yako ipeleke kwa kununua hisa za NMB au CRDB, au sehemu ya faida unayoipata kwenye biashara. Sio faida zote lazima uzirudishe kwenye biashara, zingine unaenda unanunua umiliki katika kampuni hizi kama NMB, CRDB, TBL, TCC au kampuni nyinginezo ambazo ziko katika soko la hisa la Dar es Salaam. Ushauri, kabla hujaenda kuwekeza katika kampuni yoyote katika soko la hisa la Dar es Salaam, make sure unatafuta ushauri. Na uwekezaji kwenye hisa ni kwa malengo ya muda mrefu. Usiwekeze hela zako kwenye hisa kama unawekeza kwa malengo ya mwaka mmoja. Yaani kama unajua hela yako unaihitaji ndani ya mwaka mmoja, miaka miwili, hisa inaweza isiwe sehemu nzuri zaidi ya kuwekeza. Hisa utaona inalipa kama unawekeza kwa malengo ya miaka mitatu na kuendelea, hasa 4, 5 na kuendelea. Kwa sababu hisa pia watu wanapata hasara sana. Unaweza kaweka milioni 1 leo, baada ya mwaka ikawa 500,000, badala ya kupanda inashuka. Hiyo ni aina nyingine ya kipato ambayo nataka tujifunze leo, capital gain au capital appreciation. Aina ya 4 ya kipato muhimu sana ambacho kinaweza kukusaidia kufikia uhuru wa kifedha ni rental income, kipato kutokana na kupangisha au kukodisha. Kuna namna nyingi unaweza ukatengeneza pesa kupitia rental income. Namna ya kwanza, unaweza ukawa unajenga nyumba za kupangisha, ukawapangisha watu wakawa nakupa ile tunaita passive income. Sisi tunaelewana. Namna nyingine unaweza ukajenga ofisi au fremu ukawapangisha watu. Lakini namna nyingine unaweza ukakodisha magari, unaweza ukakodisha mahema, unaweza ukakodisha vyombo vya mziki. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukakodisha au unaweza ukapangisha. Inaweza kawa ni nyumba ya biashara, inaweza kawa majengo ya biashara, inaweza kawa ni nyumba za watu za kuishi, residential au commercial. Kwa hiyo kuna namna nyingi. Unaweza ukakodisha vifaa, ukakodisha magari, mashine na vitu kadha wa kadha. So hii ni passive income. Passive income ni vile vyanzo vya mapato ambavyo unawekeza mara moja lakini pesa unaendelea kuipata kwa muda wote. Unafanya kazi mara moja lakini mapato yanaendelea kuingia muda wote. So hii ni aina nyingine ya chanzo ya kipato, inaitwa rental income, kipato kutokana na kukodisha au kupangisha. Tukija katika aina nyingine muhimu sana ya kipato ni kipato kutokana na gawio, dividend income. Hiki ni kipato tulivu na ni kipato kizuri sana. Hapa ni pale ambapo unapata pesa kutokana na kugawiwa sehemu ya faida ya makampuni ambayo umewekeza kwenye soko la hisa. Kama nilivyokuambia mwanzo, kuna namna mbili za kutengeneza pesa kwenye hisa. Namna ya kwanza ni kupitia capital gain ambayo tumeshaijadili hapo nyuma, kupanda kwa bei ya hisa. Unanunua hisa ikiwa 500 inapanda na kuwa 1000. Uwekeza milioni 1 una milioni 2. Namna ya pili sasa ni kupitia dividends au gawio. Gawio ni pale ambapo kampuni uliyowekeza inapopata faida inakugawia sehemu ya faida. Na gawio linatolewa kwa kila hisa moja. Sasa nikupe mfano wa kampuni ambazo zimetoa gawio mwaka jana 2024 2025, uone ni kwa namna gani ambavyo na wewe unaweza ukapata pesa nyingi sana kupitia kipato cha gawio, kumiliki hisa na kugawiwa sehemu ya faida ya kampuni ambayo umewekeza katika soko la hisa la Dar es Salaam. NMB mwaka 2024 25 imetoa gawio la shilingi 428.85. Kwa hiyo na kwa sababu gawio linatolewa kwa kila hisa moja, mtu mwenye hisa 1000 za NMB alipata gawio la 428,028. Mtu mwenye hisa 10,000 za NMB alipata gawio la milioni 4,288,000. Na mtu mwenye hisa 100,000, of course hisa 100,000 za NMB sio mchezo, huyu ni tajiri mkubwa, alipata gawio la milioni 42,800,000. Okay, unaweza ukawa una hela kumiliki hisa 100,000 za NMB, lakini hisa 1000 wengi tunaweza za NMB. Kwa sababu hisa moja ninavyoongea na wewe ya NMB ni 10,000 na kama tulivyoongea hapo mwanzo. Kwa hiyo mwenye hisa 1000 alipata gawio la shilingi 400,028. Ukiachia ile faida unayoipata kupitia capital gain au capital appreciation, kupanda kwa bei ya hisa, faida nyingine ni kupitia gawio. Nikutolee mfano mwingine wa CRDB. Hisa za CRDB ndio bei ndogo zaidi. CRDB mwaka 2024-2025 imetoa gawio la shilingi 65 kwa kila hisa moja. Mwenye hisa 10,000 za CRDB alipata gawio la shilingi 650,000. Mwenye hisa 100,000 za CRDB mwaka 2024-2025 alipata gawio la milioni 6,500,000. Na kama nilivyokuambia, unapotafuta kampuni ya kuwekeza, tafuta kampuni ambayo pia inatoa gawio ili upate hela mara mbili, kupanda kwa bei ya hisa na kupitia gawio. Nikutajie kampuni zilizotoa gawio zuri zaidi kwa mwaka wa fedha wa 24
25, yani 2024-25. Kampuni iliyoongoza kwa kutoa gawio ni TBL ambayo ilitoa gawio la shilingi 1259 kwa kila hisa moja. Ambapo mtu mwenye hisa 1000 za TBL alipata gawio la milioni 1,259,000. Mtu mwenye hisa 10,000 za TBL alipata gawio la milioni 12,500,000. Ukiachia TBL ilitoa gawio la 1259 kwa kila hisa moja. Kampuni nyingine ilitoa gawio kubwa ni TCC, Tanzanian Cigarette Company, kampuni ya sigara, ambayo ilitoa gawio la 850 kwa kila hisa moja. Nyingine pia ni Twiga Cement, gawio la 600 kwa kila hisa moja. Inakuja hapo NMB, gawio la shilingi 428.85 kwa kila hisa moja. Zipo pia kama CRDB 65 kwa kila hisa moja. So dividends ni moja ya njia ambayo unaweza kutengeneza kipato na wewe. Tafuta kampuni ya kuwekeza katika soko la hisa inayofanya vizuri na yenye utaratibu mzuri wa kutoa gawio, na wewe wekeza katika kampuni hiyo, na kila mwaka utagaiwa hela, utagaiwa sehemu ya faida ya hiyo kampuni. Sisi tunaelewana mpaka hapo Tukija katika aina nyingine ya kipato tunaita interest income, kipato kutokana na riba. Hapa unatengeneza pesa kutokana na wewe kuikopesha serikali au taasisi fulani. Hizi zinaitwa bondi, kama umewahi kusikia bondi. Sasa bondi bwana, ziko za aina kuu 3, lakini hapa nitazungumzia 2. Kuna government bondi, hatifungani za serikali. Kuna corporate bondi, hatifungani za makampuni. Kuna hatifungani za manispaa, municipal bondi, kama Tanga imeshawahi kutoa hatifungani ya manispaa. Sasa hatifungani ya benki, unaikopesha benki kiasi fulani cha pesa, alafu benki inakuwa inakulipa riba kila baada ya muda fulani, na mwisho wanakurudishia ile pesa yako yote. Kwa hiyo utapata pesa yako na utapata riba. So corporate bondi, benki ya NMB, CRDB zimewahi kutoa corporate bondi. Hizi hatifungani za makampuni kama Samia Infrastructure bondi, Kijani bondi na bondi zingine. Sasa ukiachia hizi bondi za makampuni, kuna hatifungani za serikali ambazo ndo watu wengi wanazikimbilia. Hapa benki kuu inakopa kwa wananchi kwa niaba ya serikali. Serikali huwa inakopa. Moja ya vyanzo vya mapato vya serikali ni vyanzo kupitia hatifungani. Kwa unaweza ukaamua uikopeshe serikali kwa malengo ya muda mfupi, zinaitwa treasury bills, au uikopeshe serikali kwa muda mrefu, zinaitwa government bond. Kwa unaweza kuikopesha kwa treasury bills, kuikopesha serikali kwa muda mfupi unaikopesha kima cha chini 500,000. Ukikopesha serikali kwa muda mrefu, yani miaka 2, miaka 5, miaka 7, miaka 10, miaka 15, miaka 20, miaka 25, kima cha chini cha kuikopesha serikali kwa muda mrefu ni milioni 1. Kwa mimi na my partner tumewekeza kwenye hatifungani ya serikali ya muda mrefu ambayo ilikuwa ni ya miaka 25, ambayo tulikopesha serikali kwa shilingi milioni 85, na tukaenda tukachukua mkopo. Faida nyingine ya kuikopesha serikali, ukikopesha serikali unaweza ukaenda benki ukachukua mkopo kutokana na ile hela uliyokopesha. Kwa mfano, ukikopesha serikali milioni 100, unaenda benki wanakopa mkopo hata wa milioni 70 au milioni 80, na ule mkopo unakuwa ulipi wewe, inakuwa inakulipia serikali. Sisi tumeelewana mpaka hapo? Kwa hapa nimekueleza faida nyingine pia ya hii kipato kutokana na interest, tunaita bondi. Kwa nirudi kwenye kipato kutokana na bondi. Kipato kutokana na bondi ni pale ambapo unapata riba. Ukikopesha serikali inakulipa kila baada ya miezi 6. Kila baada ya miezi 6 inakulipa ile interest. Mara nyingi unaweza kuikopesha serikali kwa kadri unavyoikopesha kwa muda mrefu ndivyo ambao unapata riba nzuri. Ukikopesha serikali kwa mfano kwa miaka 25 unaweza kupewa riba ya 15%. Kwa tuchukulie mfano mtu amewekeza kwenye hatifungani ya serikali ya muda mrefu ambao ni milioni 100, tuchukulie. Amewekeza milioni 100 ambayo amepewa riba ya 15%. Kila mwaka serikali itakuwa inakupa milioni 15 kwa miaka yote uliyowekeza. Na hii milioni 15 unapewa kila baada ya miezi 6. Kwa hiyo unaigawanya mara 2. Kwa kila baada ya miezi 6 serikali inakuingizia milioni 7,500,000, milioni 7,500,000 kwa miaka yote. Alafu baada ya hiyo miaka yako, labda uliwekeza kwa miaka 15 au miaka 10, ikitimia hiyo miaka 10 au miaka 15, serikali inakurudisha ile milioni 100 yako yote au ile milioni 1 yako yote. Kuwekeza katika hatifungani za muda mfupi ni 500,000, za muda mrefu milioni 1. Kama hujui uwekezaji kuhusiana na hatifungani au jinsi ya kutengeneza pesa kuhusiana na hatifungani, nimeshaelekeza hapa. Kuna video ambayo inaelezea tu uwekezaji katika hatifungani peke yake. So hapa unapata pesa kupitia riba kutokana na kuikopesha taasisi fulani au kuikopesha serikali. Na hapa option bora zaidi ni kuikopesha serikali. Na huu ni moja ya uwekezaji salama zaidi duniani. Tunasema relatively risk free. Unapoikopesha serikali ni uhakika kwamba lazima itakulipa. Ni uwekezaji ambao ndio salama zaidi kuliko uwekezaji kwenye hisa, uwekezaji kwenye mwingine wote wa viwanja nini. Huu ndio uwekezaji salama zaidi. Sisi tunaelewana mpaka hapo Interest income. Kipato kutokana na kupata pesa kupitia riba.
Tukija katika aina ya 7 ya kipato muhimu kwenye maisha, ambayo ni passive, yani ni kile kipato ambacho unafanya kazi mara moja lakini pesa zinaendelea kuingia miaka yote. Nani ambaye hataki kipato hiki? Hata na mimi pia natengeneza pesa kupitia royalty income, kipato kutokana na hati miliki au kazi za ubunifu. Hapa unaweza kupata pesa kupitia nyimbo unazozitunga zikapigwa sehemu mbalimbali ukaingiza pesa kwenye mitandao ya kijamii. Unaweza kupata pesa kupitia filamu uliyoitengeneza, unauza Azam TV, unauza DSTV au unauza Netflix au Amazon Prime. Unaweza kutengeneza pesa kupitia kazi za software. Hii software umedesign mfumo fulani, unaendelea kutengeneza pesa. Sisi tunaelewana mpaka hapo? Lakini pia unaweza kutengeneza pesa kupitia vitabu. Kama mimi hapa nina vitabu ambavyo ninaweza nikaviuza Amazon, nikaziuza pia kwenye digital platforms za Tanzania, au nikaziuza kwenye platform zingine mbalimbali duniani. Unaweza kutengeneza pia kozi. Kwa hapa kwenye royalty income ni kipato kutokana na hati miliki, copyright, au kupitia kazi za ubunifu au kazi za sanaa. Kwa unatengeneza pesa. Mimi naamini kwamba kila mtu ana kipaji. Sio kwa sababu haujakigundua kipaji chako ndio kazani hauna. Kama Mungu aliweka uwezo wa ndege wa kupaa, kama Mungu aliweka uwezo kwa nyani kupanda miti, Mungu aliweka uwezo wa samaki kuogelea, je, sisi binadamu si zaidi ya hao wanyama au wadudu? Kwa Mungu ameweka uwezo. Kuna wengine uwezo wao, ujiniazi wao huko kwenye kuimba, wengine kuigiza, wengine kuongoza siasa, wengine kufundisha kama mimi, ndio ujiniazi wao. Kuna kitabu kimoja kinaitwa Frames of Mind, kimeandikwa na Professor Howard Gardner kutoka chuo kikuu cha Harvard. Ameandika kitabu kinaitwa Frames of Mind, Theory of Multiple Intelligence. Katika kitabu chake ameeleza kwamba kila mtu ana angalau aina moja au mbili za genius. Kwa kila mtu ni genius katika aina fulani. Ukimjaji samaki kwa uwezo wa kupanda mti, ataishi maisha yake yote akijiona ni mjinga. Alisema Albert Einstein kwamba kila mtu ni genius katika eneo fulani. Kwa na wewe una eneo lako la kutawala na kujidai, na wewe una kipaji sehemu fulani. Kwa unaweza ukatengeneza pesa kutokana na kipaji chako, hati miliki ya kazi zako za sanaa. Sisi tunaelewana eh? Kwa hiyo ni namna nyingine ya kutengeneza pesa kupitia royalty income, kupitia hati miliki au kazi zako za sanaa au za ubunifu. Tuje katika aina ya 8 ya kipato na ya mwisho katika siku ya leo, ni digital income, kipato kutokana na majukwaa ya kidigitali. Hivi ninavyoongea na wewe, mimi nalipwa na YouTube. Hii video unayoiona hapa nimeiweka YouTube. Kwa YouTube wanatangaza kupitia video zangu na mimi wanagawana na mimi kupitia YouTube partnership program. Kwa wanaigaia na mimi sehemu ya mapato kutokana na matangazo ambayo unayaona. Kwa unapoangalia hii video yangu, ukiona kuna tangazo linapita, ukiskip, ukiluka lile tangazo, unaninyima hela. Ukiliacha lile tangazo likaplay mpaka mwisho, kuna hela na mimi napata. Of course hata ukiskip bado kuna hela napata, lakini inakuwa kidogo. Kwa na wewe unaweza kutengeneza pesa kupitia bado jukwaa haya kidigitali. YouTube ndo jukwaa la mtandao wa kijamii wanalolipa zaidi, Facebook wanalipa. Juzi nimeingiziwa hela na YouTube na ilikuwa ni hela nzuri tu. Sio tumeelewana. Nitatengeneza video jinsi ya kutengeneza pesa kupitia YouTube kwa wale watu ambao mna kipaji, waimbaji, waigizaji, watu ambao mnataka mfungue online media. Mimi nina subscriber wengi hapa, kama unavyoweza kuona kwa sasa hivi ninavyoongea na wewe, na subscriber zaidi ya 55,000. Nategemea mwaka huu nitapokea tuzo ya YouTube ya kuwa na subscribers 100,000. Na channel yangu ya YouTube ni channel ya 700 kwa Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo naweza nikatengeneza pesa kupitia YouTube. Unaweza kutengeneza kupitia YouTube, kupitia Facebook wanalipa pia, TikTok wanalipa, hata Instagram pia wanalipa. Kwa hiyo kuna mitandao mbalimbali. Kwa hiyo unaweza kujifunza nawe kutengeneza pesa kupitia haya majukwaa ya kidigitali. Asante kwa kunisikiza mpaka wakati huu. Unaweza kujifunza mambo mengi kuhusu kujenga utajiri na kuwa na vyanzo vingi vya kipato kupitia kitabu changu hiki kinaitwa Akili ya Fedha. Kitabu kinaelezea mbinu za kutoka kwenye umaskini na kujenga utajiri wa kudumu. Ni kitabu changu kipya na ni kizuri sana. Ukisoma kitabu hiki, nina uhakika hautabaki kama ulivyo. Nimeeleza pia sababu 10 za kwa nini watu wengi ni maskini, na nimeeleza njia 6 za uhakika za kujenga utajiri na kubadilisha maisha yako ya kifedha. Ni 25,000. Lakini pia nimeandika kitabu kingine cha fedha kinaitwa Kanuni 20 za Fedha, kinaeleza misingi ya kutengeneza, kutunza na kuwekeza fedha kwa usahihi. Kitabu hiki pia nimeeleza aina mbalimbali za uwekezaji. Uwekezaji kwenye hisa, uwekezaji kwenye hatifungani, uwekezaji wa pamoja, na nimeeleza pia uwekezaji kwenye viwanja. Na pia nina kitabu ambacho ninakiandika kinachoitwa Akili ya Uwekezaji.
mpaka unaangalia video hii, kitabu hicho kinaweza kaa kimetoka. Kuwasiliana nasi kupata kitabu cha Akili ya Uwekezaji, ujifunze aina mbalimbali za uwekezaji kama kwenye hisa, hatifungani, uwekezaji wa pamoja kama UTT, Nuka Fund, Faida Fund na aina nyinginezo. Pia nimeandika kitabu cha biashara na ujasiriamali, kinaitwa Jinsi ya Kuanzisha na Kukuza Biashara. Soma kitabu hiki kama unataka kujenga biashara kubwa zaidi itakayoishi hata baada ya wewe kuondoka duniani. Nimeandika pia kitabu cha maendeleo binafsi, kinaitwa Nguvu ya Kujua, kinaeleza mambo 16 unaopaswa kuyajua na kuyazingatia ili ufanikiwe kwenye maisha yako. Kupata vitabu hivi, piga namba za simu unazoziona katika skrini 0744126640. Na zaidi, nifuatie kwenye mitandao yangu yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene. Na bwana, kama wewe ni mfanyabiashara, tuna mfumo utakao kusaidia kusimamia biashara yako kidigitali. Zama za kuandika taarifa ya stoku, za kuandika wateja kwenye madaftari, kupiga mahesabu, hizo zama zimepitwa na wakati. Kwa sasa unaweza kutumia mfumo wetu unaoitwa Biashara Soft kusimamia biashara yako kwa njia ya simu na kwa njia ya kompyuta. Biashara Soft ni application inayokusaidia kusimamia biashara yako kidigitali. Bidhaa ikikaribia kuisha, application yetu itakutumia message. Bidhaa ikiisha, utaona bidhaa zilizoisha na bidhaa zinazokaribia kuisha. Kama unauza bidhaa zinazo expire, utaona bidhaa zinazokaribia ku expire na bidhaa zilizo expire. Lakini mfumo wetu pia utakuonyesha bidhaa zinazotoka sana, yani fast moving product, na bidhaa ambazo hazitoki sana, bidhaa ambazo haziuziki sana, yani slow moving product. Na mfumo pia utakuonyesha wateja wanaojirudia mara kwa mara, loyal customer. Mfumo wetu pia utakuonyesha mauzo yako kama yamepanda kwa kiasi gani, kwa asilimia ngapi, na mauzo kama yameshuka kwa kiasi gani kwa mwezi huu ukilinganisha na mwezi uliopita, mwaka huu ukilinganisha na mwaka uliopita. Mfumo wetu wa Biashara Soft unapatikana. Wasiliana nasi kama wewe ni mfanyabiashara popote ulipo nchini Tanzania, unaweza kutumia mfumo wetu. Upo katika lugha ya Kiswahili na upo katika lugha ya Kiingereza. Na hauhitaji kuwa na ujuzi wa kiwasibu. Ni rahisi sana kutumia mfumo wetu wa Biashara Soft. Piga namba za simu unazoziona hapo kupata maelekezo ya namna ya kutumia mfumo wetu wa Biashara Soft. Na ni gharama nafuu sana mpendwa. Kwa miezi mitatu ni pesa ambayo ni chini ya shilingi 40,000 kutumia kwa miezi mitatu. Ni chini ya 15,000 kwa mwezi. Itakurahisishia mambo mengi sana na unatunza data zako in a very smart way. Asante sana kwa kunisikiliza na Mungu akubariki. Ni follow kwenye mitandao yangu yote ya kijamii kwa jina la Victor Mwambene. Hadi wakati mwingine.